Yes, hello, Bwana Yesu asifiwe. This is Deep Rose na leo natamani tuzungumze na wewe mambo machache. Hivi ni vitu vya muhimu kidogo kuyazingatia katika dunia ambayo tunaishi sasa hivi. Kwa hiyo kama unaweza kuandika andika, lakini sio mbaya ukasikiliza na ukaelewa vizuri. Nazungumzia kuhusiana na kitu kimoja kinaitwa utawala wa kishetani. Utawala wa kishetani au ushetani wenyewe duniani. Kila mtu anajua kuhusiana na ushetani. Ushetani ni nini? Ushetani ni yale mambo ya kishetani yanayofanyika ambayo yapo kinyume na Mungu. Sasa leo hii tunaona mambo mengi sana yanadhihirika. Zamani kabisa, zamani kabisa, enzi za mababu zetu, wakimwona mwanamke anajiuza, jamii inashtuka. Watu wanashtuka. Fulani anajiuza? Kivipi? Au wakisikia kuna mtu ni shoga, jamaa mmoja amekuwa shoga. Mungu wangu, amekuwa shoga. Au wasagaji, fulani amekuwa msagaji. Yaani wanashtuka sana. Lakini kwa dunia sasa hivi wakisikia binti fulani anajiuza, fresh tu. Fulani amekuwa shoga, fresh tu. Nani sijui, fresh tu. Kuna kijana analelewa na mshangazi, fresh tu. Kwa nini? Sababu wanajua, wanasema kwamba hayo mambo yapo. Kwenye kusema haya mambo yapo, yani hayo mambo yapo. Huko kidogo kidogo ndipo sasa ule utawala wa kishetani unazidi kudhihirika. Hauelezei kuhusiana na masuala ya kupinga ushoga, masuala ya kupinga usagaji, masuala ya kupinga tabia zote mbaya zinazoendelea katika dunia sasa hivi. Kwa maana hata huko Marekani viongozi wengi sana wa kidemokrasia, wale ambao wanagombea, wana kampeni zao kabisa na sera zao ni za kuhalalisha ushoga, kuhalalisha usagaji, kuhalalisha masuala ya kutoa mimba, masuala ya mauaji, spini, wanahalalisha hivyo vitu. Umeona? Na hicho kitu ni tofauti kabisa, yani kinakinzana kabisa na neno la Mungu. Kwa hiyo taratibu utawala wa kishetani unazidi kudhihirika mdogo mdogo bila watu wenyewe kujua. Sawa? Maana ni dhambi kwa Mungu ndoa ya jinsia moja. Lakini inaruhusiwa. Katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24, neno la Mungu linasema kwamba mwanaume ataacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe nao watakuwa ni mwili huu mmoja. Haijamaanisha kwamba mwanaume ataachana na baba yake na mama yake, ataambatana na mwanaume mwenzake wawe mwili mmoja. Wala haijasema mwanamke ataachana na wazazi wake, atakutana na mwanamke mwenzake wawe mwili mmoja. Neno la Mungu alikusema hivyo. Lakini neno la Mungu limezidi kutuonya zaidi tokea enzi hizo. Ukisoma katika Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 22, neno la Mungu linasema usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, maana ni chukizo kwa Mungu. Tena linaendelea kusisitiza katika Walawi sura ya 20 mstari wa 13, nasema kwamba tena mume akilala pamoja na mtu mume wenzake kama vile anavyolala na mwanamke, sawa, wote hao wamefanya chukizo mbele za Mungu, na hakika watauawa na damu yao itakuwa juu yao wenyewe. Enzi hizo Mungu alikuwa anawaonya watu kipindi hicho. Anamwambia kwamba fulani akifanya hivi adhabu yake ni kuuawa. Kwa hiyo alikuwa anawaambia kwamba ukiona mwanaume amelala na mwanaume wenzake adhabu yake ni kuuawa, na hiyo damu haitakuwa juu yenu nyinyi mliomuua, itakuwa juu yake yeye mwenyewe na huyo mwanaume mwenyewe mwingine ambaye amelala naye. Sasa katika Warumi sura ya 1 mstari wa 26 mpaka 27, neno la Mungu linasema kwamba Mungu aliwaacha kwa sababu ya tamaa zao za mwili, wanawake wakabadili matumizi ya asili kuwa matumizi yasiyo ya asili, na wanaume waliacha matumizi ya asili ya mke, wakiana tamaa, wakatenda yasiyowapasa. Matumizi ya asili ni yapi? Matumizi ya asili ni yapi? Kila mtu anajua matumizi ya asili, siwezi nikaelezea. Kwa hiyo kwamba watu wameacha matumizi ya asili ya viungo vyao, wakafuata matumizi yasiyo ya asili ya viungo vyao. Wanaume wameacha matumizi ya asili ya mke, matumizi ya asili ya mke si mnajua, wameacha wakafuata yasiyo wapasa, maana kwamba Mungu akawaacha enzi hizo. Mungu aliwaacha. Sasa utawala wa kishetani unazidi kudhihirika kidogo kidogo hata sasa hivi. Sasa hivi kanisani mchungaji akisema wangapi wamewahi kuzini, watu wengi au wote watanyoosha. Hata yule ambaye hajawahi kuzini ataogopa kunyoosha, ataogopa kubaki hivi, atanyoosha naye kwa kizini ili hali hajazini. Kwa sababu gani? Inaonekana sasa hivi kama hujawahi kuzini inakuwa ni aibu kwa watu, lakini zamani ilikuwa tofauti. Mtu kama mzini
ndio inakuwa ni aibu. Lakini sasa hivi kama hujazini ndio aibu. Unaona? Ndogo mdogo mambo yanazidi. Mfano mchungaji akisema ambaye hajawahi kuzini anyoshe mkono au asogee mbele. Nafikiri kuna mtu atajitokeza kwa dunia sasa hivi? Hata kama sio kwamba hawapo, wapo ambao hawajawahi kuzini. Wana miaka zaidi ya 20 hawajawahi kuzini. Kuna posti zinasemaga huko mtandaoni, ukiona msichana bikira inazidi, yani bikira itapita kote, lakini haiwezi kupita wapi? Chuo kikuu. Kwa nini? Why are you selling your humanity? Kwa nini unauza urithi wako, yani utu wako? Kwa nini unauza vitu visivyo vya thamani? Msichana anadanganyika kwa iPhone, msichana anadanganyika kwa Max. Hapana, haitakiwi hivyo. Tunza urithi wako, tunza umoja wako wewe na Kristo. Sio kwamba wewe unadharauliwa na Mungu ndiye anakudharau tena. Hapana, wanadamu watakudharau, lakini Mungu hawezi kukudharau tena. Ikitokea wewe unasema kwamba wenzako nawaona kabisa na wanakushawishi kabisa, njoo tufanye hivi, lakini wewe unasema hapana, hii ni dhambi kwa Mungu. Unafikiri Mungu anajisikiaje? Yani wewe kijana ameacha tamaa zake za mwili kwa sababu mimi Mungu ninachukia kufanya hicho kitu, lakini yeye amethubutu kuacha. Ni tamu, ni nzuri, lakini umeona, kwa hiyo ukiwa kijana inakupasa uachane na vitu vyote vilivyo viovu, uikane nafsi yako, ukane mwili wako, useme sasa hii ni mali ya Mungu, mali ya Mungu aliye hai. Yesu sifiwe. Sasa hivi msichana akitangaza kwamba yao au kwenye maeneo yao akitangaza kwamba mimi nimelala na fulani lakini amenipa hela, yani bila kupewa hela nisingekubali, msichana atashangilia, fresh kabisa, sasa hivi hakuna cha bure, hakuna cha bure. Lakini akisema nimelala naye bure, watu ajabu sana, watu ajabu kweli kweli. Kwa nini? Dunia sasa hivi inaenda kwa watu wauziane utu, watu wauziane urithi. Neno la Mungu linasema afanyaye uzinzi afanya dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Hao wengine wote wanaolewa na uongo wanafanyaje? Wanafanya dhambi, lakini si juu ya miili yao, ni juu ya miili ya watu wengine, au ni juu ya Mungu. Lakini uzinzi ni dhambi juu ya mwili wako wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwenye uzinzi pale lazima kuna exchange of power. You exchange power. Kwa nini uzinzi huwa? Uzinzi unaheshimiwa sana hata kwenye ufalme wa giza. Mchawi ili aweze kuloga vizuri inatakiwa asizini. Kwa nini? Akizini nafsi yake inakuwa ni weak. Hata wewe mtu wa Mungu, ni mwimbaji, ni mhubiri, lakini unazini. Usiku unatoka kwenye lodge, umelala na mwanamke huko. Alafu asubuhi unakuja kanisani, madhabahuni, unashika maiki, unaanza kuigiza, unafanya maigizo. That's not good. Dunia sasa hivi inaonekana ni kitu cha kawaida sana, lakini hicho si kitu cha kawaida. Si kitu cha kawaida hata kidogo. Lakini ufalme wa kishetani unakujaje? Katika Daniel sura ya 7 mstari wa 23. Hiyo imetabiriwa. Daniel anasema huyu mnyama wa 4 atakuwa ni mfano wa ufalme juu ya milima na mabonde, yani juu ya dunia nzima. Huo ufalme utakuwa ni mbali na zile falme zote. Nao utakula dunia na kuikanyaga na kuivunja vunja vipande vipande. Naye mfalme atanena maneno kinyume cha aliye juu. Kinyume cha aliye juu ni nani? Mungu. Mungu atasema, Mungu alisema fanya hiki, usifanye hiki, lakini yeye atanena kinyume. Mungu amesema mtu mume asilale na mtu mume mwenzake, lakini yeye atasema ni fursa, ni ruksa mtu mume kulala na mume, mtu mke kulala na mke. Unaona? Atabadili sheria na majira. Sheria zile za Mungu atazibadili na majira atabadili. Nao wote watatiwa mikononi mwa huyo mtu au huyo mfalme atakayetawala wakati huo. Kila mtu atatiwa mikononi mwake kwa wakati. So tuchukue tahadhari. Tuchukue tahadhari watu wa Mungu. Tuchukue tahadhari. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 neno la Mungu linasema basi nyenyekeeni mbele za Mungu aliye hai, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tumpinge shetani kwa nguvu zote, tumkatae, yeye atawakimbia. Atatukimbia hakika na tutashinda ulimwengu wote. Tutamshinda. So tuendelee kupambana kutangaza injili ya Mungu ili iweze kufika mahali panapotakiwa. Na kila mtu asikie neno la Mungu. Asiyesikia basi hizo hukumu zitamhusu na huo ufalme wa kishetani utamhusu hakika.
Ili sisi tuokoke, tunapaswa kuifuata njia ya kweli na uzima. Njia ya kweli na uzima ni katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6, ambapo Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupitia kwangu. Trust in Jesus, believe in Jesus. Twende tukamkamate Yesu ambaye ndiye njia, kweli na uzima, ili atufikishe mbinguni kwa Mungu. Tubu sasa, geuka, iache njia iliyo mbaya na mfuate Mungu. Maana neno la Mungu lenyewe limesema, lakini hata sasa nirudieni, asema Bwana, acheni njia iliyo mbaya, nanyi muisafishe njia yenu, nami nitawaokoa na kuwakomboa. Wewe kijana, ni kwa namna gani uisafishe njia yako? Katika Zaburi Daudi anasema, ni kwa kulitii na kulisikia neno la Mungu. So, sema, moyoni mwangu nimeliweka neno la Mungu, nisije nikakutenda dhambi. Daudi anasema hivyo. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi, Mungu wangu. Wewe moyoni mwako weka neno la Mungu ili usitende dhambi. Ili usitende dhambi, usitende dhambi. Kwa Mungu. Hata Yesu alipomtakasa yule aliye na ukoma, alimwambia, umetakasika. Umetakasika. Basi usitende dhambi. Enenda zako, usitende dhambi. Hata alipomsamehe yule mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba, alimwambia, umetakasika. Umesamehewa dhambi zako. Inuka, usiende kutenda dhambi tena. Usirudie tena kutenda dhambi. Yesu anakuita ukamtumikie. Amen. This is The Pros. Subscribe, like, share, comment. Kwa pamoja Mungu aendelee kutubariki. Amen.